Ladies. Before niendelee on this channel, yeah, you have to subscribe to my channel, you have to share, you have to comment and you have to like. Alafu niendelee kuambia nini leo nimekuja nayo na nikiwa na hasira. I want to talk to you ladies. Hii tabia ya kutembea kwa mitandao, si TikTok, si YouTube, si wapi, mkiita watoto wenyewe maumbwa. Kama wangelikuwa ni maumbwa, musingewafuata. Eti kwa sababu mwanaume amekataa kukupatia pesa unamuita mbwa. Mtoto mwenzio unamuita mbwa. Surely. Watu wanaume wote ni mbwa. Kama wanaume ni mbwa, even your father is a dog. Let me tell you the fact. Ukisema ni mbwa, hata yule mwenye ambaye atakayekuwa ni mbwa. Na mbwa utakayezaa bado ni mbwa. Mkisema sisi wanaume ni mbwa, meaning kwamba wewe unalala na mbwa. Na ulizaliwa na mbwa, na utazaa mbwa. Ladies, I'm warning you. Hatujui watukana, hatujui wakosea heshima, but imefikia mahali tunafaa tuongee sisi kama wanaume. Na ninaona nitaanzisha kikao kuketi na wanaume. Tukipata mtu ambaye anaita mwanaume mbwa, mtoto wa mtoto alizaliwa na tumbo la mwanamke mwenzako unamuita mbwa, unafai kuadhibiwa. Hili nimenuma sana. Kwa sababu wasichana mmeshindwa kufanya kazi, mnashindwa kufanya mambo yenu, alafu mnasimama kwa mitandao, mnaita watoto wenyewe mbwa kwa sababu amekataa kutumania fare. Because amekataa kutumania pesa. Kwa sababu wewe unataraji ajukumike katika majukumu yako, aache kusaidia familia yake, unataka mtoto mwenzio aharibikiwe na maisha yake, eti maisha yako yao bora. Hiyo sio vizuri. Na hiyo tunadanganyana my friends. Tunafai tuambiane the fact. Wasichana, tafuteni maisha mazuri, sio maisha ya pesa na kushinda kutukana wanaume kwa mitandao. Sisi wanaume we are struggling kutafuta pesa. We are struggling to look for the better future. But nyinyi, you are the ones who shut our dreams. Sasa hii ni wanaume wangapi wamekufa? Kwa sababu ya depression. Kwa sababu yenu wanawake ya depression na mtu mbwa na anang'ang'ana kukupatia pesa. Ananyima mamake. Shame on you.